Mungu akusaidie ili uzae matunda yanayopaswa nini? Kutoka. Makanisani leo watu wanategemea ndio iwe paradiso ndogo, lakini kimekuwa ni kituo cha masengenyo na umbea. Kimekuwa ni kituo cha kuumiza. Wengine wamedhulumiana, wengine wametapeliana, wengine wamekanyagana, wengine hawaheshimiani kwa sababu ndani wana matunda walioyabeba kutoka kwenye mizizi yao. Yesu akirudi leo, wanangu, niambie ukweli, huendi mbinguni sahau. Amina. Lazima tufundishe matunda yapasayo toba kwenye wokovu wako. Amina. Muulize mwenzi, wokovu wako unaleta matunda gani? Wokovu tulionao unahitaji uzae matunda. Ndio maana akasema kwa matunda yao mtawatambua. Huwezi kuvuna matunda mazuri kwenye mti mbaya, na huwezi kuvuna matunda mabaya kwenye mti mzuri. Kila mti una matunda yake. Tutajua matunda yako yanatokana na mti upi. Amina. Haleluya. Haleluya. Kuto kufanikiwa kwako nyuma yake kuna mzizi. Amina. Matunda unayoyapitia leo kwenye changamoto ulizonazo, rudi tafuta mzizi wake ni nini. Usiwahi kusema tu pepo shindwa. Pepo gani? Mzizi wake ni upi? Msingi wake ni nini? Ni nini kinachoendelea ndani yako? Watu wengi tumeisha kulaumu ndugu zetu, yule ningekuwa mbali mimi, ningesomeshwa, ningefika mbali. Kumbe mzizi mlionao hautaki msomo. Amina. Amina. Tuko pamoja watumishi? Amina. Kuna vitu vingine vinaweza kukufuata kulingana na mzizi wa kwenu. Sema mzizi wa kwetu. Mzizi wa kwetu. Tunakufuatilia. Hawataki watu wachanue. Amina. Ndio maana matunda ulionao leo yanatokana na mzizi. Amina. Hizi roho ziko nyingi sana zinawatesa watu. Ndio maana tuna wakati mwingi hatuioni sura ya Mungu maishani. Tunaona sura ya ubaya. Unaona ukienda kwa watu kama anakufanyia mabaya, na wewe unatoa mabaya ulionao ndani. Kumbe ule ubaya ni mzizi uliobeba mwenyewe. Wale wamekuja kulingana na matunda wanayopata kutoka kwako. Wanafanana na matunda yako. Wanafanana na mti wako. Kwa kile ukiwakemea, ule mti wako wenyewe unachukua zaidi. Ni kama unawapalilia. Ni wakati umefika. Lazima tuone. Kila mzizi unaoota kuleta matunda mabaya ili uvutie watu wabaya. Ukishughulikiwa utalala na watu wabaya. Amina. Utatembea na watu wabaya. Amina. Na utaishi na watu wabaya. Amina. Wakati mwingine vinavutwa kulingana na matunda tulionayo. Muulizie mwenzio, wewe umebeba matunda gani? Haleluya. Labda ni parachichi hatujui. Amina. Maana kuna watu inawezekana mizizi yako ni mchicha. Mchicha unakaa wiki 2 mpaka 3. Tayari tunanunua tunauza. Lakini kuna watu mizizi yao ni mnazi. Mnazi unaenda mpaka chini ya nyumba za watu. Na unakaa miaka 7. Mwangalie jirani yako, mizizi yako imejikita kiasi gani? Usipong'oa mpaka mizizi itakutesa. Ndio maana naomba Januari mpaka Disemba haviishi. Kwa sababu na mizizi ni kubwa. Oh, haleluya. Wangapi wameanza kuelewa? Sasa unasema mimi nimesali sana sioni mabadiliko. Shida ni mizizi ulionayo. Lakini wengine mizizi yao iko kama mbuyu, inakaa miaka 11 ndio anza kuzaa. Sasa miaka 11 ikikaa huko chini imejikita miaka bora, unaona huyu anaanza kirahisi. Haleluya. Sasa unakuta mizizi ya mipepo ulionayo ni ya mbuyu wa ukoo. Ndio maana watu kuota ndoto unaona miti mikubwa kweli. Kila ukikemea ile miti unaona mbona nikiomba maombi inatokea mti, maana yake Bwana wewe sisi tuna mzizi na wewe. Amina. Naona kuna mtu amefunguka. Kuna mtu ameanza kupata. Amina. Ndio wiki hii tutadili na mizizi. Amina. Kuanzia kesho kwa sababu unaona maombi ya kufunga. Amina. Kila siku naona kuanzia pointi moja na maombi ya kutosha. Amina. Miezi 6 hii kila tukiomba na wewe unatuzalia mitunda ile. Anasema kwa mfugani. Kwa tabia hiki. Kwa matunda yetu. Jamani mimi niseme ukweli. Kama upendo basi nisifiki. Wala hata sifungi na kuomba. Najua ninao. Amina. Lakini wewe mwenzangu hiyo tabia umeitolea wapi? Hii roho ya hivi. Ndio. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Alafu wakati matunda ni sasa kila uking'ang'ana nataka kubili na hii. Kila mzizi ulioweka ngome maishani. Ili
zizae matunda mazuri. Tukiung'oa huo mzizi, tukaachilia mzizi wa Kristo, yeye akasema kwamba si ninyi mlionichagua, bali mimi niwachagua. Amina. Alafu nikawaweka ili mpate kuzaa matunda. Amina. Matunda ili apate kukaa. Ni matunda gani? Amina. Muulize mwenzio, ya kwako yanakaa? Say, oh yes. Oh yes. Mbona na Kiingereza wanai? Unapiga oh yes. Oh yes. Lazima matunda yaonekane yenye sura. Kuna wengine mizizi imeambatanishwa na matatizo. Kuna wengine mizizi imeambatanishwa na majeraha ya utotoni. Wewe kuna mtu hapa aliumizwa tangu utotoni. Hata kimuonyesha upendo, hajui kupokea upendo. Ana roho ya kujikataa. Sema kujikataa. Kwa kinywa kitu anasema amejiwenga. Kujiwenga maana yake unajiona kama ufai. Hata mkimtendea jambo mtasikiani mimi, bwana mimi hatubaiki sana, mimi hata nikifanya nzuri, maana kwa ubaya tu. Hata mchungaji wala hata nipendi. Yaani watu kuna mnyoosha vizuri tu maana mfanya hivi. Anipendi mchungaji sio kama zamani. Sasa namuuliza mwanangu, shida ni nini? Kumbe kwenye ulimwengu wa roho kuna mzizi huu. Usianze kusema pepo tu. Jua aliumia. Angalia malalamiko alionayo. Angalia maumivu alionayo. Wengine hapa mnatoa kama uchovu yenu, ndio maana ndoa hazikai. Bwana alipo kufanana naye, anafanana na majeraha ulionayo. Anakuja na matunda ulionayo. Kila mkikutana tunda lake na la kwako. Wote mmekutana na wale matunda wanaitwa si makusu. Kule kwetu kuna matunda ya makusu. Sijajua kama makusu mnayajua. Yapo. Hata kama mnakusu. Hayo kuna vitunda fulani kule nyumbani wanaita vitili. Leo yaani ukila lazima meno viwe meusi. Hata kama ulioga vizuri, ukitafuna meno yako yanafanya. Sasa umekutana naye yule akiniacha huko anatoa meusi na wewe ukiniacha huko unatoa meusi. Baada ya miezi 6, matunda yatakayoonekana. Katoto kanatoka na kenyewe ni keusi na tabia yake kama ya kwenu. Unaanza kuzi kitoto kimetolea tabia wapi? Babako mwenyewe ndiye kwambia mwanangu nakupenda na kubariki. Kama babako alipokuambia wewe nyani na mtoto anamwambia nyani. Nicheka juzi mtumishi akasema kama mmoja akasema unaona wanawake wengine mpaka sasa anasema wanaume wote ni mbwa. Chukua mbwa wako mpeleke kwenye chanjo ya kichaa cha mbwa. Akipona utakaa vizuri. Mwambie wenzio usitishie. Sasa wanaume wote nini? Au wanawake nini? Hayo matunda umeyatolea wapi? Kama unajua ni mbwa. Hizo roho ni mbaya. Ikifika hapo manake amesema tuzae matunda nayo kwa toba. Angesema mfugale, ningesema amesema yeye kwa wake. Ni Yesu alisema mwenyewe, zaeni matunda yapasayo toba. Matunda gani wewe uliookoka wenzio wanavutiwa na wewe ili wawe karibu na wewe? Amina. Kama hayana mvuto hayaleti mabadiliko, maana yake kuna shida kwenye eneo fulani. Lazima tudili na mizizi inayochelewesha kuleta matunda bora. Lazima tupate matunda mazuri. Amina. 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 Kusema hayo jamaa. Mungu awabariki sana. Nimeweka leo mbele. Wangapi wako tayari yote? Amina. Matunda ya Pasaka. Katika mti mzuri watu huchuma matunda mazuri. Mti mzuri huzaa matunda mazuri, mti mbaya huzaa matunda mabaya. So huwezi kumbadilisha. Kwa maana Mungu unaona kuna mahali anasema nimemchukia Esau, nimempenda Yakobo. Sio alimchukia Esau jinsi alivyo, alichukia matunda alionayo. Ndio maana kwenye mahali anasema Esau waliwaza kuwaua watu wenzao. Ile roho ya uuaji wa umwagaji damu si kupenda kwao, ni mfumo ambao uko kwenye Mungu wa roho. Kwa kila kizazi cha Esau kilikuwa kinapata shida. Kwa Kaini, yeye alimuua Habili, si sawa jamaa? Lakini ukisoma Matendo ile Mwanzo 4 mstari wa 23 pale 22 23 mpaka 24, anasema Lameki kizazi cha 5, Mungu alimwekea alama Kaini kwa sababu amemuua Habili. Matunda yale yakamkuta Lameki. Alipomgusa tu kijana akamchukua, akamuua. Akaambia sikizeni wake zangu baada ya Nasira. Huyo ndio mwamba wa kwanza kuoa mitala. Mwambie mwenzio unajua mitala ilianzia kwa nini?
Ndio unaweza shangaa mtu ameokoka na bado ana michepuko 6. Kwa sababu gani? Huku ndani ana matunda ya mbegu yalikotoka. Mkono wako wewe kidogo. Amina. Utakemea hiyo zambi Januari mpaka Disemba. Shughulikia kwanza mizizi. Oh, haleluya. Amina. Kaini Lameki akaua. Akasema kama Kaini alilipwa mara 7, mimi Lameki nitalipiwa mara 77. Alijua makosa wewe analipwa kwa kuzidisha. Daudi mwenyewe alioa wake 300. Alioa wale 23 akaoa 277. Mazuri. Alipooa akafika 300. Mwanae akaoa 1000. Michepuko 300, wanawake wa ndoa 700. Alafu akaugeuza mpaka moyo, maana walimuingizia mizizi. Kwenye kupenda kuna mizizi inayofanania. Na kosa si yeye, Daudi mwenyewe ndo alimuua baba mume wa mama yake. Uria Mwiti. Alipomuua Uria, akaenda kamuua Betseba. Na alipomuua Betseba, fikiria. Kama alimuua baba mtu ili apate mtoto angefanya nini? Roho ile aliyoibeba baba ndio roho ile ikamtesa mtoto. Hiyo ni mizizi. Muulize mwenzio, wewe matunda yako yanatokana na nini? Unaweza tukawa tunaongea hapa huko, naongea kina Mfugale ya kwenu. Ayampe mkono mzee wangu, tunakupenda sana. Lazima ushughulikie mizizi. Wengine hapa ni watu wa kutokusamehe kila siku. Wengine hapa ni watu wa kutokujikubali kila siku. Utasikia mimi yani sifai. Hapo kiingia chumbani kwa kuvaa nguo 9. Unabadilisha zote unaona zikutosha, hazikufai. Alafu na nguo unavaa nyingine. Tuko hapa. Haleluya. Amina. Kama ni nyinyi tunawahusu. Hivi unajua kuna watu hapa sasa hivi mimi nikikuona mtajua wewe ni mkataa. Ila sasa kuongea mengi tutakutana wiki hii. Amina. Kwa sababu nikiongea hapo inaweza kushinda kuja kesho ni maombi kwa sababu mchungaji alisema jana. Haleluya. Amina. Amina. Furahia hapo. Mwambie shika mkono mzee wangu uzae matunda. Uzae matunda. Wokovu unatakiwa tuone matunda yake. Amina. Bwana Yesu akasema tunda la Roho ni kila aliyeokoka anakuwa apokee Roho, alafu azae matunda yanayoendana na Roho aliyoko. Kanisa likikosa upendo, likikosa uvumilivu, likikosa upole, halina kiasi, ni mijitu ya kuropoka tu, hiyo lazima uingilie kati. Amina. Wana mizizi yao. Ndio maana kuna wakati kumruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi bila watu kufunguliwa, italeta fujo. Amina. Narudia tena, kuna watu wanapenda kupokea Roho Mtakatifu, karama na vipawa. Karama zinamdhihirisha Mungu ni nani. Sawa? Lakini tunda linaonyesha wewe umembeba nani ndani. Amina. Karama zinadhihirisha uweza na uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Lakini tunda la Roho linathibitisha umebeba tabia za yule aliyekuumba. Sasa kuna wengine hapo mna matunda ya kule mlikotoka, sio kwa Yesu. Amina. Katika vitu vyote omba sana Roho wa Mungu akuumbie tabia yake. Amina. Akuumbie tabia ya Mungu. Akuumbie sifa za Mungu. Amina. Hatutakaa tusifanye vitu visivyo. Amina. Mungu akusaidie. Amen. Mwambie mwenyewe tabia yako inatokana na Mungu. Sababu tabia ni roho inasukumwa na mwenendo wa mzizi ulikotoka. Amuonaje? Wewe tunaunganika pamoja. Sema tunaunganika pamoja. Tunaunganika pamoja. Kitabia. Kutokana na damu. Na Mungu toka. Unaunganika pamoja kwa tabia zako zinazoleta matunda kwa sababu ya ukoo. Ukoo wenu wa kina nani? Sasa Mwasamwene kwenye ukoo kuna vitu tunaweza kupata matunda kwa wewe yanayotokana na ukoo wa kina nani? Na kuna vitu vipata kwenye damu inayotokana na damu ya kina nani? Kuna vitu mama tutavipata kwako ni matunda kutokana na kabila la. Sema kabila. Sema kuna mizizi inayotokana na damu, kabila, ukoo, ndoa. Mnaweza kuelewa? Yaani kuna vitu ambavyo vinakutesa kwa sababu ya kabila. Nitavichambua hivi. Kuna vitu vina mizizi kutokana na ukoo.
Kuna vitu vina mizizi kutokana na damu. Kuna vitu vina mizizi na wewe kutokana na jina ulilopewa. Wengine hapa mlirithishwa. Mbona kama mnipendi? Mmeridhika bwana? Jina lako linaweza likabeba mzizi fulani na tukapata matunda kulingana na jina lako. Utasoma mwenyewe Samueli wa 2:25, sio wa kwanza au wa pili, 25:25. Abigaili akasema, jamani, mume wangu huyu Nabali ni mpumbavu kama ilivyo jina lake. Nabali maana yake ni mpumbavu, na kweli mpumbavu anao. Kwa hiyo jina linaweza likabeba mzizi fulani. Sasa mchungaji, naomba tutajie maana ya majina. Ipo maana zipo nyingi sana. Yaani kileta maana ya majina hapa mtasema mchungaji, basi nitabadilisha kesho. Lakini kuna mambo yanakufuata yanaleta matunda kulingana na damu ya kweli. Damu yenu iko. Kuna watu wana damu ya uchoyo, hata kipika ugali akisikia tu mgeni anagonga mlango, anaweka ugali chini ya ukungu wa chai. Lakini kuna watu wanasema leo mizizi yao imejikita kwenye ukoo. Kwa mwambie wenzio wiki hii tunataka matunda.